Litafuta nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Amen. Bwana asifiwe sana. Basi kwa maneno haya ambayo sitapenda kuyazungumzia, naomba nifungue semina hii katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibu sana mtumishi. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kama unayo amani sema amen. Kama unayo amani tena sema amen. Kama unayo amani tena sema amen. Tunamshukuru Mungu tena kwa kuwa ametupa nafasi hii ya kujifunza neno lake. Ukiwa umekaa mahali ulipo, nyosha mkono wako wa kulia juu, funika macho yako, sema e Roho Mtakatifu. Paza sauti yako, sema e Roho Mtakatifu. Asante Bwana kwa neema hii ulionipatia niweze kuwepo mbele za uso wako. Nami nainua mkono wangu, shala ya kuhitaji msaada wako wa kuniwezesha kuelewa mapenzi yako. Nifunulie Bwana yaliyo mapenzi yako juu ya maisha yangu, juu ya familia na juu ya uzao wangu, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu uliye hai. Ninaamini Bwana uko tayari kunihudumia tena, katika jina la Yesu. Amen. 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 Na leo tunaanza na kipengele cha familia na malezi. Sema kipengele cha familia na malezi. Ndio tunaanzia hapo. Amen, amen. Na tutaanza na maombi ya awali leo. Kwa jiandae, nilikuandaa mapema kwenye ibada nikasema semina hii itakuwa na kujifunza lakini na maombi na maombezi. Amen, watu wa Mungu. Amen, watu wa Mungu. Sasa tunaanza na kichwa cha somo kinachosema mtazamo wa kimungu au wa kibiblia juu ya familia na malezi. Mtazamo wa kimungu au wa kibiblia juu ya familia na malezi. Fungua Biblia yako kwenye kile kitabu cha Waefeso, ile sura ya 6 mstari wa 4. Waefeso ile sura ya 6 mstari wa 4. Kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 mstari wa 4. Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 4. Kama umepata sema amen. Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 4 unaanza kwa kusema, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Kwa nini nimekusomea mstari? Nataka uone lile neno waleeni, waleeni. Kwa utagundua habari ya malezi Biblia inatambua. Amen, amen. Nataka uone lile neno waleeni. Anasema ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Kumbuka kichwa cha somo nilichokwambia ni juu ya mtazamo wa kimungu au wa kibiblia. Mtazamo wa kimungu au wa kibiblia juu ya familia na malezi. Kwa kwenye Efeso hii sura ya 6 mstari wa 4 tunaona anasema nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu
na maonyo ya Bwana. Nataka uone lile neno waleeni, waleeni, waleeni. Kwa hiyo tunagundua Biblia inatambua juu ya malezi. Sasa malezi kiBiblia maana yake nini? Maana ya kwanza, kama unaandika, maana ya kwanza, malezi kiBiblia maana yake nini? Maana ya kwanza, maana ya kwanza ya malezi kiBiblia ni mchakato wa kuwalea watoto au familia. Ni mchakato wa kuwalea watoto au familia. Maana ya malezi kiBiblia ni mchakato, the process wa kuwalea watoto au familia kwa misingi ya mafundisho ya Biblia. Ni mchakato wa kuwalea watoto au familia kwa misingi ya mafundisho ya Biblia, ili wakue katika maadili mema, ili wakue katika maadili mema, kumcha Mungu na kuishi maisha ya haki. Malezi kiBiblia ni mchakato wa kuwalea watoto au familia kwa misingi ya mafundisho ya Biblia, ili wakue katika maadili mema, kumcha Mungu na kuishi maisha ya haki. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya kwanza ya neno malezi kiBiblia ni mchakato wa kuwalea watoto au familia kwa misingi ya mafundisho ya Biblia, ili wakue katika maadili mema, kumcha Mungu na kuishi maisha ya haki. Kumcha Mungu na kuishi maisha ya haki. Hasa ukirudi kwenye Waefeso anaposema, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni. Kwa hiyo unagundua baba pia jukumu lake moja wapo ni malezi. Biblia inamtambua baba pia kama mlezi, kwa sababu katika nyakati tulizonazo hizi tunafikiri wakina mama ndio walezi wa watoto peke yao, ila wakina baba ni watu wa kutafuta mkate na kuhangaika kule na kule, alafu mama ndiye hangaike na watoto peke yake. Lakini Biblia inasema, nanyi akina baba. Una Biblia yako hapo ulipokaa? Au niliyosoma ya kwangu ni tofauti na ya kwako? Inasema hivyo hivyo na ya kwako inasema hivyo hivyo. Tena haisemi akina mama, inasema akina baba msiwachokoze watoto wenu. Ukisikia neno msiwachokoze, Biblia isingesema kama hatuwachokozi watoto. Anasema msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni. Alafu anasema waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Na ndio maana nikasema malezi kiBiblia ni mchakato wa kuwalea watoto au familia kwa misingi ya mafundisho ya Biblia, ili wakue katika maadili mema. Lile neno katika adabu ni maadili, maadili mema, discipline. Amen, watu wa Mungu. Wakue katika maadili mema, kumcha Mungu na kuishi maisha ya haki. Hawawezi kuishi maisha ya haki kama hawana maonyo. Hawawezi kuishi maisha ya haki kama hawana maonyo. Fungua Biblia yako Mithali 22 mstari wa 6. Ukinielewa huku mwanzoni, kule mbele hautapata shida. Na ndio maana naenda taratibu hivyo nipate kunielewa. Mithali 22 mstari wa 6. Najua ni mstari inawezekana unausoma mara kwa mara unasoma. Mithali 22 ule mstari wa 6. Anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Mlee mtoto
katika njia impasayo. Biblia inatambua tena ulezi, inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzima au atakapokuwa mzee. Sasa unaposoma na hii tafsiri niliyokupa, tunaposema ili wakue katika maadili mema, kumcha Mungu na kuishi maisha ya haki, haumleilei tu kwa kumuonya au kwa kuzingatia vipaumbele vyako binafsi. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, sio ikupasayo wewe, impasayo yeye. Yaani huyu mtoto uliopewa ana njia yake impasayo. Sasa Biblia inakuagiza, inasema mlee katika njia impasayo. Alafu anasema hiyo njia ukimlea hawezi kuiacha hata atakapokuwa mzee. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Maana yake lazima ujue njia impasayo mtoto. Mtu yote anayefanya malezi lazima ajue. Ndio maana wale wanaofanya malezi, kwa mfano, kwa maana ya kiroho, kwa watoto wa kiroho, jambo mojawapo, jukumu mojawapo walilonalo, akisha kuwa na watoto wa kiroho au watu waliookoka anaowalea, cha kwanza anaanza kutambua wanavyotofautiana. Unasema wanatofautianaje mwalimu? Vipawa walivyobeba, karama walizo nazo. Haleluya watu wa Mungu. Mungu potential alizoweka ndani yako. Tukisema potential tunazungumza uwezo. Kuna watu wamezaliwa na potential, wamezaliwa na uwezo. Yaani huyo mtoto, hiyo familia unaoiona, watoto unaowaona hao, wamezaliwa na potential, wamezaliwa na uwezo ambao Mungu aliweka ndani yao. Na aliweka ule uwezo kwa makusudi kabisa, kwa ajili ya mapenzi yake. Wakija huku duniani, bahati mbaya, mifumo inayowapokea tangu wanazaliwa, familia zinazowapokea, walezi wanaowapokea, hawajui vitu ambavyo watoto wao wamezaliwa navyo. Kwa sababu hiyo wanawalea kwa kukisia. Ndio maana hata ukiwauliza wamama wengi, akimuuliza una watoto wangapi, atakwambia na watoto 5 au watoto 2 au watoto 3. Muulize mtoto wa kwanza ni nani, na mtoto wa pili ni nani, na mtoto wa 3 ni nani? Anakuambia, kwa nini unaniuliza mwalimu? Mtoto wa kwanza anaitwa John. Sio swala la jina, na kuuliza huyu mtoto ambaye umemzaa, unasema mtoto wa kwanza amebeba nini ndani yake? Potential alizo nazo, vipawa na kalama. Vipawa, uwezo aliozaliwa nao ni uwezo wa namna gani? Kwa sababu ukimlea sawa na unavyomlea wa pili, utamkosea sana, kwa sababu utamlea kwenye njia isiyompasa. Haleluya watu wa Mungu. Na ndio maana wengi wetu tumelelea kwenye njia ambazo hazikutupasa. Ndio maana unaangalia watu wengi tunazingatia, ni jambo zuri kwa malezi ya kawaida ya huku duniani. Tunasema ukimpata mtoto unatakiwa umlinde, umsomeshe, umwezeshe. Kama unataka awe mfanyabiashara, awe mfanyabiashara. Kama unataka asome afike chuo kikuu, msaidie, mwezeshe, mpeleke shule nzuri, lipa ada, fanya hivi, aende. Unakuja kugundua mtoto amefika chuo kikuu, amesoma hizo kozi alizosoma, amesoma mpaka masters, lakini kila akikaa hivi anapata shida, anasema mbona kama sio hiki nilichotakiwa kufanya kwenye maisha yangu. Anafanya kazi huku anaumia, anaenda ofisini huku ananungunika, lakini ni kile ambacho baba yake alimmenta, mama yake alimmenta, na akawekeza pesa, akawekeza nguvu, akawekeza maombi, akawekeza na sadaka, lakini a long pass. Kwa nini? Njia ambayo sio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu huyu mzazi hakujua aina ya watoto aliowazaa. Haleluya watu wa Mungu. Sasa watoto wengine wakikuwa namna hiyo, ni Mungu tu anakuja kuingilia kati, anakuja kuingilia kati kuwasaidia, lakini hawawezi kuwa sawa na waliolelewa tangu wangali wadogo kwenye njia sahihi. Hawezi kufanana, kuna vitu wanazidiana. Haleluya. Na ndio maana ukimchukua Samueli ambaye alilelewa tangu mama yake anamzaa, kalelewa kwenye njia sahihi mpaka anakuja kuwa nabii, utaona no mistakes, hakuna makosa mengi kwenye njia yake. Wachukue manabii wengine waliokuja kuitwa wakiwa wazima, utaona mistake nyingi kibiblia, makosa ni mengi. Kwa nini? Kwa sababu ile njia wamekuja kukutana na Mungu, mpaka wakakutana na encounter, kutano la kiungu, ndipo Mungu akaanza kuwajulisha kwa nini aliwaleta duniani. Umewahi kujiuliza, kwa mfano umefika miaka 35, kijana huyo ndiye anagundua kwamba mimi nilikuwa na kipawa cha kucheza mpira, ataenda kucheza timu gani?
Nauliza, mbona mnacheka? Ataenda kucheza timu gani? Mwawe kujiuliza, ameshakuwa mchungaji, umempeleka amesomea uchungaji, kawa mchungaji miaka 30, ndio kagundua, yani ni mchungaji ana miaka 50 sasa, ndio kagundua mimi nilitakiwa kuwa afande. Anaweza kwenda kuwa afande? Bwana asifiwe. Utaona hata anavyoongoza sasa kanisa atakuwa analiongoza kiafande, afande, mguu pande mguu sawa. Kwa nini? Kwa sababu long pass, kusudi lake alikuwa huko. Na utaona anatumia nguvu nyingi kusimamia uchungaji wake, kwa sababu sio kitu chake, alilelewa tu hivyo. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Sasa ni wachache wanaopata neema. Umewahi kujiuliza sasa, kwa namna hii, kwa kukosa malezi, watu wengi wanaishi maisha sio ya kwao, na yanawapa shida sana kwenye maisha yao, na wanahangaika sana. Ndio maana saa nyingine tukifundishaga vijana tunawaambia usipoteze muda, don't waste your time, kwa sababu hata familia unaotokea hukupewa malezi proper. Lazima umtafute Mungu kwa machozi ili uweze kujua vitu ambavyo Mungu kwa sababu hata mama yako hakukwambia, baba yako hakukwambia, walichofanya ni kukulipia ada na kwenda chuo. Haleluya watu wa Mungu. Muulize jirani yako, wewe ulipata malezi kwenye njia sahihi? Mbona unashindwa kumuuliza? Muulize, ulipata malezi kwenye njia sahihi? Anasemaje? Mbona anacheka tu, mwingine anatikisa tu kichwa. Ndio namkuta mama mtu mzima anakuambia, yani Mungu angenirudisha niwe msichana leo. Jua linaenda kuzama. Ukiona anazungumza hivyo, maana yake kuna mahali palikosewa kwenye msingi wa malezi. Sasa kama ulipita hivyo, kwa nini unataka uruhusu na watoto wako nao wapite hivyo? Kwa nini unataka kuruhusu na wajukuu nao wapite hivyo? Mwingine anasema, mwalimu, kwani na mimi naweza kuhusika hadi kwa wajukuu? Ndio. Unamfahamu mtu anaitwa Royce, imani ya Timotheo ilitoka kwa bibi yake. Hii inamaanisha alipata maradhi ya bibi. Sijui unanielewa ninachosema? Bibi akahamisha imani yake kwa mjukuu. Mjukuu akawa na sifa njema, mpaka unaona anavyotambulishwa. Mpaka Paulo mlezi wake wa kiroho anasema ile imani ulioipokea kwa bibi yako, ulioipokea kwa bibi yako. Manake bibi huyu alikuwa mtu wa imani, akamlea mjukuu, akawa the best, akawa bora. Tena mjukuu ambaye amezaliwa mama Myahudi, baba Myunani, lakini akawa the best. Kwa nini? Kwa sababu ya malezi ya bibi. Ulipolelewa na bibi ukawa the best kwenye eneo gani? Haya, bibi ulioko hapa, unalewa wajukuu zako wawe the best kwenye eneo gani? Utasikia tunawasimulia zile hadithi za zamani. Jina la Yesu litukuzwe. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Na ndio maana mwalimu, kwa nini unaanza kutueleza hivi? Na kueleza ili ujue lazima tuombe sana. Sio kazi rahisi. Watu wanafurahia tu. Saa nyingine ukikutana na mtu anakuambia, mwalimu niombee nataka kupata watoto. Binti anakuambia, mwalimu nataka nipate watoto kama 5 hivi. Alafu unamuuliza, hivi unaelewa unachoomba? Wewe unapata watoto 5. Una uwezo wa kujua wa kuwalea hao watoto 5 kweli? Mimi nina uchumi mzuri. Sio swala la uchumi mzuri tu peke yake. Sio swala la fedha. Mtoto alelewi tu kwa kupewa mavazi na kupewa chakula. Swala la kujua huyu mtoto niliyemzaa ni nani. Uliza wazazi wengi kama watakujibu. Uliza, mimi nakueleza. Waulize watoto waliowazaa ni wakina nani, alafu uliza ni wazazi wangapi watakujibu. Uliza. Ni ngumu sana. Na ndio maana Biblia inaelekeza unapowalea, unapowafundisha neno la Mungu, hata kama hutajua ni wakina nani, lakini ukajua namna nzuri ya kuwalea, Mungu uliyemkaribisha kwenye familia anaweza kuanza kuwafunulia wao wenyewe. Wanaanza kukushirikisha, mama, mimi nimebeba kitu fulani. Haleluya watu wa Mungu. Lakini pasipo Mungu nisikilize, hawataweza kujijua. Na ndio adui anachofurahia hicho. Familia nyingi, watoto wengi wamezaliwa lakini hawajui. Wanaishi tu kama wapo. Wanazunguka tu hapa duniani. Hakuna aliyekuja duniani hapa kuzunguka.
Kila mtu amekuja duniani for mission, for purpose, kwa kusudi na kwa kazi maalum. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Na ndio maana sasa maandiko yanasema mlee mtoto katika njia mpasayo. Njia mpasayo maana yake lazima ujue huyu mtoto ni nani, amebeba nini ndani. Naposema amebeba nini, watu wengine wanawaza tu juu ya huduma, wengine wanawaza tu juu ya labda karamu. Kuna mtoto amebeba kusudi la kifalme. Nakumbuka profesa wangu mmoja alikuwa ananifundisha kwenye darasa moja. Yeye yule profesa ni kanoni wa Anglican na ni profesa wa Agano Jipya, lakini ni profesa wa mass communication. Yani kwenye elimu ya dunia, elimu kawaida ni profesa, elimu ya theology ni profesa. Kwa kasoma elimu ya kawaida mpaka kawa profesa mass communication, afu kasoma elimu ya dini mpaka kawa profesa wa Agano Jipya. Afu siku ile nakumbuka nimehudhuria kwenye darasa lake, akawa anafundisha juu ya kulitambua kusudi la Mungu aliloweka ndani yako. Wakati anafundisha akaeleza aina ya makusudi. Akasema kuna kusudi la kikuhani na kuna kusudi la kifalme. Kuna makusudi ambayo yanafunganishwa kwenye package inaitwa kusudi la kikuhani, lakini kuna makusudi ambayo yanafunganishwa kwenye package yanaitwa kusudi la kifalme. Ukisikia mtu amebeba kusudi la kifalme, maana yake amebeba wito wa kuihudumia jamii kwenye nafasi mbalimbali, nafasi za uongozi, nafasi za kisiasa, nafasi za kiutendaji, yani mtu anaweza akawa dokta, lakini sio dokta tu wa kusomea, ni dokta ambaye udokta wake umeunganishwa na kusudi la kuzaliwa kwake. Huyu mtu kinachomfurahisha sio mshahara anaopewa, kinachomfurahisha ni kazi anayofanya kusaidia wagonjwa hospitali. Akifanya hiyo kazi anasikia ndani kupumua na furaha. Sasa nenda mwenzangu na mimi ambaye unatakiwa ufanye ulipo mshahara. Mgonjwa akikuuzi tu kidogo naambia wewe hebu kaa hapo. Hata si madokta tunachoka. Usinizingue kwanza. You see? Sio kitu ambacho ni calling, sio kitu ambacho umeunganishwa na kusudi. Aliyeunganishwa nacho hata mgonjwa msumbue, yeye anaona ndio maisha yake, ndio raha yake. Haleluya. Wangapi wananielewa ninachosema? Kamkute nesi aliyetakiwa kuwa afande alafu usikilizie. Ndio umempeleka mke wako ajifungue. Utasikia mweke hapo. Sukuma hiyo peleka kule hodini. You see? Unaona usikamlaumu kasema huyu nesi mbaya, wala sio mbaya. Yaani pale ndio kaongea kwa hekima kwamba naomba umsukume mgonjwa wene. Ila wewe tu unamtafsiri vibaya kwa sababu pale alipo ile ndio lugha yake, ndio asili yake. Huyu alitakiwa kuwa afande, mguu pande mguu sawa. Wewe umempeleka kwenda kuwa nesi. Unategemea iweje? Tazanga mama anajifungua anambia usilie jikaze. Nalialia nini bwana? Mkute mwenye chake. Tasikia pole, una shida gani? Unakuja kujifungua. Karibu. Unajiuliza, huyu nesi achokagi tu, katoka kupokea mwingine, hawajui, sio ndugu, sio kabila lake, lakini ana feel ndani. Afu akifanya vile akirudi nyumbani anajisikia raha. Ana kusudi la kifalme kwenye eneo la kuhudumia watu kwenye masuala ya kitabibu. Wangapi wamenielewa? Jina la Yesu libarikiwe. Swali linakuja, wewe unawajua watoto wako? Unaenda kumsomesha mtoto wako kuwa injinia, kumbe alipaswa kuwa mchungaji. Yeye anasimamia miradi, anasema wapendwa. Watu wanaiba nondo, anasema wapendwa, msiibe sana, kidogo. Huu ni mradi wa serikali, wapendwa. Unagundua kabisa hamna. Haitakiwa kuwa mchungaji, umeenda kumsomesha kuwa mhasibu. Kaajiriwa kwenye kampuni. Kila kampuni baada ya muda wanasema wamemfukuza mtoto wako. Wanasema, yani mwalimu nina vita, yani mtoto wangu anafukuzwa. Kwa sababu akikaa kwenye uhasibu ajui. Yeye anatoa akipendwa, wapendwa. Tusainie hizi mhasibu, amna shida, nipe vocha. Haoji, ni mpendwa, ni mchungaji. Anafikiri uhasibu ni kukusanya kondoo. Wanamfunga. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa ninachosema? Unanielewa mtu wa Mungu? Hizo ndio tunaita potential. Lakini changamoto tulionayo hapa, watoto wengi tunaowalea, mimi nakwambia ni wazazi wachache wamepata neema ya kuwajua. Na wengine wanabahatisha, na wengine ni vile wanavyosikia watoto wao wakiongea. Sasa kuna wakati mwingine mtoto anaweza akaongea kutokana na mazingira tu aliyokulia, amependa kitu. Lakini baadaye akija kuwa mtu mzima anagundua ile ilikuwa ni ile influence ya mazingira.
Mama yuko amekuta mtoto wake, amekuta baba yake ni mwalimu wa sekondari. Naye anasema na mimi natamani kuwa mwalimu. Kumbe anapenda tu vile baba yake anavorudi, anasahisha madaftari, anafanya nini, anaandaa. Anasema yani baba nikimwonaga akiwa mwalimu navutika kweli. Kumbe kile kitu cha ualimu wala hakiko ndani. Anakuja kuwa mwalimu, nasikia ananungunika kweli. Yani kazi hii ni mbaya. Nani aliyekwambia kazi ya ualimu ni mbaya? Kwa sababu sio cha kwako. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Malezi Biblia inatambua, na tumefeli sana. Familia nyingi tumefeli. Mimi nakwambia hii hainaga ya mtumishi wala nani. Kila mtu analipa gharama, anaomba na kulia, kwa sababu usipojua itakuwaje. Na wenzetu angalau tofauti na mataifa yetu ya Kiafrika, wenzetu wameweka hadi programu maalum. Unakuta kule wanawafundisha kutambua vipaji na nini, kujua kwamba huyu mtoto anapendelea nini, anafanya nini. Sasa sisi Waafrika, mama anaondoka asubuhi, kesho tu Jumatatu utaondoka asubuhi, utarudi saa 12. Mtoto amebaki na mtoto mwenzake, yani mfanyakazi wa ndani ndio mama mlezi msaidizi. Waandalia watoto uniform kesho shule, fanya hivi fanya hivi. Kwa mtoto na yeye, kwa kuwa ni mtoto mwenzake, naye anawalea vile anavyojua yeye. Ndio nashangaa wazazi wana maadili, mtoto aeleweki mbegu imetoka wapi. Si mlikuwa mnamwacha peke yake tu, muda wote mko bize kutafuta. Kutafuta ila sio shida, ni jambo zuri, ni jambo la maana, lakini lazima mbalansi, lazima muwe makini. Watoto wetu tunawaleaje? Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Kama umenielewa sema amen. Mpaka hapo hujagundua tunatakiwa kuomba sana. Wangapi wamegundua? Unatakiwa kuomba. Unatakiwa kuomba. Kwa sababu hakuna kitu kibaya kama we mwenyewe ni mzazi and you don't know your position to your family. Haujui nafasi yako kwenye familia yako. Hiyo ni mbaya zaidi. Afu fikiria, mama mwenyewe ana struggle, yeye mwenyewe hakujijuaga, alafu anatakiwa hangaike kuwajua watoto wake. Unafikiri ni kazi jepesi? Ndio maana lazima tuombe. Lazima tumtafute Mungu sana. Maana ya pili ya malezi. Biblia inatambuaje malezi? Mtazamo wa kibiblia. Maana ya pili ya malezi kibiblia ni kuongoza, kufundisha na kurekebisha. Kucorrect ni kurekebisha, si ndio watu wa Mungu? Kurekebisha watoto au familia kwa njia inayompendeza Mungu. Kurekebisha watoto au familia kwa njia inayompendeza Mungu. Malezi kibiblia, maana ya pili ni kuongoza, kufundisha na kurekebisha watoto au familia kwa njia inayompendeza Mungu. Kwa kuna maeneo hayo kama mzazi lazima unajipima na kujitathmini kwamba je, ninaongoza, ninafundisha, na kama nafundisha nini? Na jambo la pili lazima ninafanya marekebisho, ninarekebisha, nina correct, nina power ya kucorrect familia yangu, kuisahihisha, kuirekebisha sawa sawa na inavyompendeza Mungu. Kwa sababu sio tu mkali kusema naambia tulieni kimya, watulie ili weje. Jina la Yesu litukuzwe. Kwa sababu lazima ujifunze, uelewe, ujitathmini. Kama malezi ni kuongoza, je, mimi naiongoza familia yangu? Kama malezi ni kufundisha, mimi naifundisha. Na naifundisha nini? Naifundisha nini familia yangu? Kama malezi ni kurekebisha, je, mimi nairekebisha? Nairekebisha kitu gani familia yangu? Nairekebisha nini? Je, na kurekebisha kwangu na kufundisha kwangu na kuongoza kwangu kunaendana sawasawa na Mungu anavyotaka? Kunaendana sawasawa na mapenzi ya Mungu? Kwa sababu unaweza kuwa unawarekebisha, unaweza kuwa unawafundisha, unaweza kuwa unawaongoza, lakini kumbe ndio unawatumbukiza kwenye shimo.
Alafu unasikia mtoto bado hujafa, mzee umelala kule ndani, unasikia mtoto anasema Mungu baba yangu alinitumbukiza kwenye shimo, ninavunja laana ya baba. Alafu wewe umelala, utajisikiaje? Huko ndani mtoto anavunja laana ya baba sebuleni ya kutumbukizwa kwenye shimo. Najiuliza utajisikiaje? Alafu ulikuwa unakuja kanisani na kanisa linakutambua mzee wa kanisa, alafu mtoto amepiga magoti, unasema Mungu nimegundua. Unasema mwalimu unatania. Nisikilize kueleza, ni malezi. Ndio maana nasema unawaongoza watoto, unawahurumia watoto katika njia ipi? Haleluya. Wangapi wamenielewa? Umeanza kuelewa eh? Ndio mazingira haya nataka uyafahamu. Unawalea watoto, unawahurumia, lakini katika njia ipi? Umewahi kuona sisi watoto tulionao wametofautiana? Kwa mfano mwingine hapa, watoto wake tayari wengine hawamtaki hata Mungu uliye naye, na wengine ni watoto wakubwa lakini wamevurugika huko, wanavuta bangi na wengine wanafanya vitu vibaya, si ndio watu wa Mungu? Sasa Mungu hakimwangaishi mtoto wako kuvuta bangi, hakimwangaishi mtoto wako kufanya mabaya ambayo yanakuumiza. Mungu kinachomwangaisha, wakati unaona anavuta bangi na anafanya hayo mabaya, reaction yako ni ipi? Unaongea nini moyoni na unaongea nini mdomoni? Unaongea nini? Unaongea nini moyoni na unaongea nini wapi? Mdomoni. Kwa sababu mwingine anasema, mwalimu unachoongea, mimi nimejaribu, nimetumia nguvu zangu zote, nimemwaombea watoto, nimetoa na sadaka, na saa nyingine nimewafundisha, nilikuwa nawaonya toka wagali watoto, lakini wameharibika. Sasa mimi nifanyeje mwalimu? Sasa kinachomsumbua Mungu sio watoto wako kuharibika. Wewe uliokabidhiwa dhamana ya kuwa mzazi, unawaza nini na unaongea nini juu ya watoto hao unaona wameharibika? Unaongea nini? Unaongea nini? Mwingine hajanielewa. Sikiliza, kwa sababu kuna uharibifu mwingine unaweza kufikiri ni wa kawaida, ni wa dunia hii tu, kumbe ni uharibifu ambao ni planned spiritual. Yaani ni uharibifu ambao ulitengenezewa mikakati miaka mingi kwenye ulimwengu wa roho. Na nitakueleza tutakapokuwa tunaendelea kesho, nitakueleza moja ya mikakati ambayo ilikuwa inafanywa miaka mingi, ukianzia kule South Africa na kule Marekani, ambayo ilikuwa inafanywa miaka mingi sana juu ya kuua mfumo unaitwa mfumo Kristo. Wao wanauita kwao mfumo Kristo, juu ya ndoa na juu ya familia. Na nitakueleza habari za kina Alice Bailey. Wangapi wamesikia habari za kina Alice Bailey? Nani amesikia? Oh, Mungu akubariki mzee. Alice Bailey. Sasa sijajua kwa nini Wakristo wanashindwa kupata hizi habari mapema. Nitakueleza yule mwanamke alivyokuja na zile kikao chao kilivyokuja na zile 10 points, namna ya kutengeneza serikali moja ya dunia, na walivyokuwa wanapambana juu ya kudestroy familia za Kikristo na mbinu watakazotumia, ambazo utekelezaji wake sasa ndio umepamba moto duniani kote. Wewe leo unasikia ile hadi saizi hadi kanisani tunasema single mothers, tutakuwa na maombi ya single mothers. Unafikiri ni lugha yetu sisi ya kibibilia, lakini ule ni mkakati wa miaka mingi zaidi ya 200 iliyopita. Oh my Lord. Takuonyesha vile vikao vilivyokuwa vinakaliwa Georgia, Marekani, miaka hiyo ya 1700, 1800, miaka hiyo ya 1300, wakati kanisa linapita kwenye mitikosiko, na wakati huo kanisa lingine linaenda kuamka juu ya matengenezo ya kanisa. Alafu uone upande wa pili walivyokuwa wanakaa vikao kule Georgia, Marekani, na wananunua ardhi na kuanza kuwatafuta watu wenye ushawishi wa kifedha, uwekezaji juu ya ajenda zao za siri, ambazo miaka ya baadaye itakuja kutekelezeka, mpaka wanakuja kuinuka wakina Alice Bailey. Mwanamke huyu anamiliki mpaka NGOs iliyokuwa inaitwa Lucifer ya kutoa misaada, na anakuja na hizo 10 points, na wakaeleza namna watakavyozipenyeza kwenye serikali mbalimbali za duniani, na zilishapenya. Kule South Africa utaona hadi sheria zilianza kubadilishwa mwaka 1997, sheria za haki za watoto. Wakawa wanajua ni haki za watoto, kumbe kuna ajenda za siri nyuma zinasukumwa. Kanisa limelala.
afu Wakristo wanakoloma. Nitakueleza, afu utaona zinavyotekelezwa leo. Kwa nini unaenda mahakamani unakuta John, Musa, Esther ndio wamekuja kutalakiana? Utasikia taraka nyingi kule, ukienda utasikia taraka za Wakristo. Why Christian? Na walifunga ndoa makanisani. Afu utasikia tu tumefika mahali ambapo hatuwezi kupatana tena. Tumefika mahali ambapo hatuwezi kuendelea tena. Tumefika mahali ambapo hatuwezi kuishi. Unajiuliza why? Mwenye mnafikiri ni nyinyi hampatani, mapenzi yamekufa. Sio masuala la mapenzi, kuna mambo yamepikwa kwa muda mrefu. Wangapi wananielewa ninachosema? Na ndio maana nitakueleza kwa nini nilikwambia lazima tuombe sana kwenye semina hii. Nitakueleza hivyo vitu ambavyo mara nyingi havielezwi. Natakupa tafiti mbalimbali alafu uweze kusikia. Alafu utagundua kwa nini lazima tuombe, lazima kanisa liamke kwenye swala la malezi na swala la kifamilia. Kwa sababu kanisa haliwezi kuwa na nguvu kama familia zimevunjika, zimeharibika. Na ndio maana zamani kama kanisa hayakuwa kwenye majengo kama hivi. Kaangalie kanisa la Matendo ya Mitume, walianza kwenye familia na familia na familia. Uliza wakati matengenezo yanakuja na uamsho unakuja mwanzoni, kulianza na familia na familia na familia. Na Mungu anataka kukifanya hicho hicho katika siku za mwisho. Kwa hiyo usije ukafikiri hii semina ni kwa ajili tu ya kuja kukaa hapa tupige stori za familia na changamoto zake. No. Mungu anataka kukupa information ambazo ziko clear na kuonyesha njia za namna ya kutusaidia, namna ya sisi kuwajibika ili yeye aweze kutusaidia na kutuvusha sisi na familia zetu. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo unapoongoza au kufundisha na kurekebisha watoto, je, ni kwa njia inayompendeza Mungu? Lazima ujitathmini. Lazima ujiulize kabisa. Sasa angalia, lengo la malezi si tu mtoto awe na tabia njema, bali awe na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, imani kwa Mungu. Jambo la kwanza, lengo la malezi haya kibiblia si tu mtoto awe na tabia njema, lakini awe na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, imani kwa Mungu. Lakini jambo la pili, maadili ya kweli. Lakini jambo la tatu, tabia ya haki na upendo. Okay, narudia. Mwingine anasema mwalimu, mbona umeenda haraka hapo? Sikiliza, narudi. Jina la Yesu litukuzwe. Ninarudi, wala usijali. Lengo si tu mtoto awe na tabia njema, bali awe na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, imani kwa Mungu. Jambo la tatu, jambo la pili, maadili ya kweli. Jambo la tatu, tabia ya haki na upendo. Sasa kwenye hii maana ya pili, ninaposema ni kuongoza, kufundisha na kurekebisha watoto kwa njia inayompendeza Mungu. Angalia Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Fungua haraka hapo. Fungua haraka hapo. Sasa usizame na wewe mtumishi. Nimekwambia ikifika saa 12 unishtue. Tuwe tunamaliza. Kwa sababu siangalii saa huko. Bado haya. Kisha fika tu takuwa nimeshamaliza. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana asifiwe. Nimesema Kumbukumbu la Torati sura ya 6 kuanzia mstari wa 6 na wa 7. Fungua Biblia yako. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 kuanzia mstari wa 6 hadi ule wa 7. Na unisikilize kwa makini. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 kuanzia mstari wa 6 hadi ule wa 7. Anasemaje? Anasema au tusome mpaka wa 9. Andika mpaka wa 9. Anasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe. Sema uwafundishe. Anasema uwafundishe watu gani? Anasema uwafundishe kanisani. Anasema nenda kafundishe waamini.
Anasema uwafundishe watoto wako kwa bidii. Sio watu mtaani, watoto wako. Uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nawe yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Angalia Mungu anavyosisitiza juu ya familia. Anawaambia Israeli, haya niliyokuamuru wewe. Maana kwa lugha nyingine, mimi nimekufundisha wewe, lakini wewe unapaswa kufundisha watoto wako. Kwa unaangalia wito wa kwanza wa Mungu kwa familia, anataka waamini, watu waliookoka. Sisi tunaosema ni watumishi wa Mungu, kabla hatujaenda kufundisha wengine, anasema fundisha watoto wako. Tena kwa watoto wako anasema fundisha kwa bidii. Maanake bila kukata tamaa. Unaongea asubuhi, unaongea mchana, unaongea jioni, unawafundisha. Sasa kimbembe kinachokuja, unamwambia mzazi fundisha mtoto wako, anakuambia nitamfundisha nini? Kwa sababu huyu anasema haya niliyokuamuru. Angalia Mungu anavyosema, niliyokuamuru yaweke katika moyo wako, katika moyo wako, sio kwenye maandishi. Angalia Wakristo wa kizazi chetu katika siku za mwisho wanapenda kuandika kwenye notebook, lakini hawaweki moyoni. Afu mabingwa wa kuhudhuria makongamano na semina na maombi, utasikia tulimuona Bwana sana. Ukimwambia mlimuonaje, asema mapepo yalilipuka sana. Muulize amebaki na nini moyoni? Ukimwambia huyu Mkristo fundisha watoto, atafundisha nini? Biblia yenyewe na yeye mwenyewe anasoma kwa manati. Anasoma kanisani Jumapili, akija kwenye morning glory akisomewa, anasema amen, siku yako ya leo imebarikiwa, amen, nenda ukafanikiwe, amen, ukainuliwe, amen, amen. Alafu muulize, hiyo amen ulikuwa unaitikia nini? Pokea, amen, unapokea nini? Unajua lazima una akili. Muulize jirani yako, unatakiwa kuwa na akili. Jina la Yesu libarikiwe. Lazima uwe na akili. Mimi nikikwambia pokea, ukisema amina, maana yake unasema nimeelewa ninachotakiwa kupokea. Alafu si tu nimeelewa, taenda kufuatilia. Ndio nasikia mtu amefuatilia, alafu anasema kile nilichopokea na kikanseli Mungu, sipokei. Sasa angalia, pokea upako wa kuishi peke yako, alafu wewe ni binti. Amen. Alafu unafika kule, unaanza kutafakari, hivi upako wa kuishi peke yangu maana yake nini? Alikuwa anamaanisha nini? Niishi peke yangu wakati na mpango wa kuolewa. Sijui unanielewa ninachosema. Sasa kama ukuelewa, kuna vitu usipokee tu, unaweza ukapokea alafu shetani anatumia lugha hiyo hiyo. Anasema si ulisema amina? Wangapi wananielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwenye Kumbukumbu la Torati kwamba na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Manake wewe kama mzazi lazima uhakikishe neno la Mungu liko wapi? Moyoni. Lazima uhakikishe hekima ya Mungu iko wapi? Moyoni. Sio kwenye makaratasi, sio kwenye simu, moyoni. Kwa nini akae moyoni? Kwa sababu umepewa jukumu na Mungu la kufundisha. Kwenye malezi yako jukumu analokupa, anasema uwafundishe watoto wako kwa bidii. Kwa bidii. Uwafundishe watoto wako kwa bidii. Wafundishe kwa bidii. Kwa bidii maana yake nini? Bila kukata tamaa. Amen, amen. Kwa bidii maana yake nini? Zaidi ya kawaida. Kwa bidii maana yake nini? Wekeza nguvu zaidi kwenye jambo hili kuliko kitu kingine chochote. Sijui unanielewa ninachosema. Wafundishe kwa bidii. Tena anasema uketipo nyumbani. Kwa cha kwanza, baba akirudi nyumbani sio kuangalia taarifa ya habari. Cha kwanza
Akirudi nyumbani, cha kwanza, watoto wangu mmerudi? Ndio. Njooni hapa wanangu, mnaendeleaje? Kuna mtoto wangu mmoja nilimwambia, alivyotokea tu hivi wa kiume, nilivyomtazama hivi, afu nikasema, mwanangu, nakuamini sana, you are the best, you are unstoppable. Unajua aliinuka hivi afu akanitazama. Kwanza hakutegemea kama nitasema hilo, kwa sababu ni style niliyomwita, alijua labda amekosea. Afu alivyokuja nikasema, nakuamini sana mwanangu, you are the best, you are unstoppable. Akatoa macho hivi. Baba ndiye ananiambia hivi. Afu nikamwambia, wow, kama mwanangu, nikwambie wewe ni wa pekee. Hii dunia inasubiri majibu uliyobeba wewe. Dunia hii haitakupigisha goti, badala yake itapiga goti mbele zako. Wewe you are unstoppable. Umezaliwa na uwezo. Wewe ni kama mti utakaokuwa juu sana, utatoa matawi na majani, alafu utaweka kivuli, watu wengi wakae chini ya hicho kivuli. Akanitazama toto mpaka hajategemea hayo maneno. Nikasema, kwa hiyo kufeli kwako sio msamiati huo. Hakuna msamiati unaoitwa failure. You are the best. Hakuna. Hata ukiona hayajawa vile yalivyotakiwa kuwa, yale sio halisi, kwa sababu you are the best. Remember this. Alafu nikatulia. Mimi nikajua tu nimeongea kawaida. Kumbe kaenda kusimulia mama yake, baba leo kaniambia I'm the best. I'm going to tell my teacher I'm the best. Aliyeniambia ni baba nyumbani, na ameniambia mimi ni unstoppable. Mwalimu, nifundishe kuwa unstoppable. Anamwambia mama yake, eti akamwambia mwalimu amfundishe kuwa unstoppable, kwa sababu baba yake amemwambia you are unstoppable. Sijui unanielewa ninachosema? Wangapi wananielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Sasa angalia, sio kwa kwamba nilikuwa na muda, na wakati huo nimekaa hivi naongea naye, kipindi kinanisubiria. Kuna watu natakiwa nifanye nao meeting. Unanielewa vizuri eh? Nikawa nimeongea naye kwa dakika chache tu, afu nikahama pale, nikaendelea na ratiba zangu. Kwa nini? Biblia inasema uwafundishe kwa bidii uketipo nyumbani kwako. Uwafundishe yale yaliyokaa wapi? Moyoni. Uwafundishe kwa bidii. Kwa hiyo malezi sio tu kuongoza, ni kufundisha. Kufundisha maana yake nini? Maana ya kwanza, neno fundisha maana yake toa maelekezo. Toa maelekezo. Toa maelekezo sahihi yanayompa mwanga wa maisha mtoto wako. Toa maelekezo, instructions sahihi zinazompa mwanga wa maisha mtoto wako. Kwa sababu kuna watoto wana uwezo lakini hawana mwanga, hawana instructions wafanye nini. Ndiye anakuja amesoma, amekuwa mtu mzima, anasema sijui nifanye nini. Nimepoteza dila. Hajapoteza dila, alikosa mtu wa kumpa instructions, maelekezo. Haleluya, haleluya. Maana ya pili ya neno fundisha, maana ya pili, fundisha maana yake tia nuru. Unasema tia nuru maana yake ni maarifa ni nuru, ujinga ni giza. Kibibilia ujinga ni giza, maarifa ni nuru. Ndio maana elimu ya Kristo inaitwa nuru ya elimu, kwa sababu elimu, knowledge is the light. Kwa unaposema nataka fundisha, maana yake tia nuru. Unazitia nuru akili zake kwa maarifa unayompa. Hakikisha maarifa unayompa yanampa nuru mtoto wako, na sio giza, na sio kumchanganya. Unajua kuona unamfundisha mtoto mpaka anasema sasa mama, mbona sikuelewi, mbona unanichanganya? Manake humpi nuru. Nuru haijawahi kumchanganya mtu. Ukimpa nuru atasema wow, mama, kwa nini usikunieleza mapema haya? Kumbe una vitu vizuri hivi mama.
Yaani mtoto mpaka ameolewa anaamua kusafiri, anamwambia mume wangu, unaonaje tukamsalimie mama? Kumbe sio akamsalimia, anajua mama ana madini. Akizungumza maneno matatu, mume wangu mbona ataelewa tu, na mimi nitarudi nimeelewa, nuru tutarudi nayo. Sasa watoto wanakuja tukamsalimie mama. Yaani mtoto wako ameolewa, wanakuja kukusalimia, wanakuta mama hakuna elimu yako hapo. Unaishia kusema tu ongeleni, mmekuja kuniona, yani nashukuru, asante sana, mmeniletea na zawadi. Wewe hujapewa jukumu la kupokea tu zawadi. Tia nuru watoto wako. Afu ndoa ikianza kusumbua, unaweza kusema yani mwalimu niombe, shetani ameingilia kati. Sio shetani, umefanya uzembe, hukutia nuru. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa ninachosema? Unanielewa Sasa lile neno fundisha, maana nyingine coach. Sijui coach maana yake nini kwa Kiswahili tunasemaje? Ni kufundisha huko. Yaani coach tunasemaje sasa vizuri? Sawa, kuna teaching and coaching. Kiswahili kina neno moja tu. Kuna neno nalitafuta hapa. Yaani kucoach au tuseme ni kama unatoa dila, si ndio? Unatoa dila, yani sio tu maelekezo, sio tu unamfundisha. Unajua unaweza kumfundisha mtu akawa na notes, lakini hawezi kutendea kazi kile unachomfundisha. Lakini unapomkochi mtu, maana yake unataka akifanyie kazi na unamueleza mpaka matokeo ya kile atakachofanya. Ni kama vile yule kocha wa mpira anakuambia wewe sijui utakaa hivi, wewe utafanya hivi, utafanya hivi, goli unataka ulitazame hivi. Kwa namna ninavyokufahamu wewe, usipige mpira ukiwa karibu, piga ukiwa mbali, kwa sababu nimeona uwezo wako, unaweza ukafunga magoli ukiwa wapi? Mbali. Manake unafanya coaching. Yaani unajua mpaka uwezo wake, alafu unamkochi kupitia uwezo wake, kwamba wewe usiende kama yule, wewe usiende kama dada yako, wewe usiende kama kaka yako. Ninauona uwezo ndani yako, unaweza kufanya hiki ukiwa mbali. Mmenielewa watu wa Mungu? Kuna mtu amenielewa? Sasa hiyo fundisha, najaribu kukufafanulia, ndio hiyo anakuambia fundisha kwa bidii. Usiseme tu nimekaa na waonya watoto wangu. Unawaonya, unawakochi. Amen. Aya, neno fundisha maana nyingine ya ngapi hiyo namalizia? Ya ngapi? Ya ngapi? Ya 4. Neno fundisha maana yake give them your experience. Wape uzoefu wako. Wape uzoefu wako. Sasa unawapeje uzoefu? Watauona wengine. Unafundisha kwa vitendo, wanaona. Unaposema mimi ni baba yenu ni mfanyabiashara, waone baba yenu mimi nina bidii, wanakuta baba amelala mpaka saa 7 mchana. Una binti mama unaamka saa 2 na anajua kumbe hii ndio principal. Una binti mama anaona umeshika kiunoni, unamjibu baba yake, mwambia we mume wangu unasemaje? Anasema this is lifestyle. Na mimi nikiolewa nitamwambia mume wangu unasemaje? Afu kumbe we mume wako ana hekima za kuzaliwa nazo na ile hofu ya Mungu ya kwamba alichokiunganisha Bwana. Sasa mtoto wako kaenda kuolewa na ambao hawaelewi alichokiunganisha Bwana. Afu kaleta tabia zako za nini? Aambia unasemaje? Mimi wako nijibu hivyo. Rudi kwenu. Sijui mnanielewa ninachosema. Utasikia rudi kwenu, naoa mwingine. Unajiuliza alijifunza wapi? Kwa mama yake. Aliona mama yake anavyomjibu baba yake. Give them experience. Watoto wanajifunza upendo, kumuona baba anavyompenda mama, kumuona mama anavyoheshimu mume wake. Wanasema okay, hii ndio discipline. Kumbe na mimi nikija kuwa mtu mkubwa natakiwa kumheshimu mume wangu hivi. Ndio maana mtu mmoja akasema, siku moja aliniambia, akasema unapotaka kuoa nenda kwanza unaenda kuchumbia, kamwangalie huyo mama anavyoishi na mume wake, alafu utajua aina ya mwanamke unayooa, kwa sababu kaangalizia kwa mama yake. Kwa unakuta kijana huko anateseka, anasema mke wangu ana adabu. Kumbe mke wako wala ana shida, alipata experience hiyo kwa mama yake. Haleluya. Wangapi mnanielewa? Mnanielewa watu wa Mungu? Give them experience. Manake kuwa makini sana ukiwa mbele ya watoto. Hata kama kuna madhaifu fulani, hata kama kuna makosa fulani, basi usiyaonyeshe.
mbele ya watoto. Go to the room, nenda chumbani, kamwambia baba, nimehuzunika na hili limenikwaza mume wangu, hili limenani. Sio mbele ya watoto. Kuna mtu amenielewa? Pointi yangu ya msingi, unapomfundisha mtoto, give them your experience. Fundisha maana yake wape uzoefu wako. Namalizia hili, fungua Biblia hapa, nimalizie hili. Kwa nini nimekuanzia kwenye hili jambo? Kwa sababu nataka tunapoingia kesho tuanze sasa zile hali za kiroho za familia kama nilivyokuambia kwenye ibada. Alafu nianze kukupa hayo mambo ya kina Alice Balei, nikupe na mambo ya familia uliozaliwa wewe, namna ambavyo inaweza kuwa hali ya kiroho ya familia inaweza kukukwamisha au kukusaidia kwenye maisha yako. Haleluya. Na nilikwambia hapo ndio kutakuwa na maombi. Ndio maana nimeanza kukupa utangulizi uweze kuelewa. Na siku ya leo usisahau vitu hivi. Kumbuka, nimekueleza juu ya potential, kuwajua watoto wako, kuijua familia yako. Kila familia ni mlango wa Mungu. Familia ni lango. Kila familia kuna lango la baraka ambazo Mungu amepitisha kwenye hiyo familia. Na kila familia ina vipawa. Hakuna familia iliyo empty. Hata kama uoni chochote, hata kama unaona wote walevi, unaona wote waganga wa kienyeji, unaona, lakini nakuhakikishia shetani aliwahi kwenye hilo lango, lakini hiyo familia ina vitu ambavyo vimelala ndani, havifanyi kazi, lakini vipo. Haleluya. 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 Fungua kitabu cha Nyakati wa Kwanza sura ya 28. Namalizia hapo, nimeshaambiwa muda tayari sasa. Nyakati wa Kwanza sura ya 28. Umeipata sura ya 28? Umeipata sura ya 28? Kumbuka nimekwambia ni kuongoza, kufundisha na kurekebisha watoto kwa njia inayompendeza Mungu. Lakini kwenye kufundisha nimesema give them your experience. Mpe uzoefu wako, sio kumwambia tu maneno. Mtoto aone. Ukisema mwanangu kuwa na bidii, aone bidii. Ukisema mwanangu mche Mungu, aone uchaji ndani yako. Amen, amen. Sasa angalia ile mstari wa 9 mpaka wangapi nimesema? Wa 10. Huyu ni Daudi, amezeeka wakati huu, anakaribia kufa. Anasema, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Sema, mjue Mungu wa baba yako. Hakusema mjue Mungu wa mbinguni. Hii ni lugha lazima uielewe. Hakusema Sulemani mwanangu mjue Mungu wa Israeli. Sulemani mwanangu mjue Mungu wa mbinguni. Sulemani mwanangu mjue Mungu wa Wayahudi. Alisema Sulemani mwanangu mjue Mungu wa nani? Wa baba yako. Anamfundisha nini? Experience ya Mungu wake. Anasema Sulemani mwanangu mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta, angalia hii point, ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Jihadhari basi, kwani Bwana amekuchagua wewe ili ujenge nyumba itakayokuwa mahali patakatifu. Uwe hodari ukatende hivyo. Kwa habari ya kujenga nyumba, Mungu hakuongea na Sulemani, Mungu aliongea na Daudi baba yake. Sijui unanielewa? Sulemani hakuwa na idea. Daudi ile wazo liliingia moyoni mwake kumjengea Mungu nyumba. Mungu akamzuia akasema, hutajenga wewe. Ninayemuona kwenye familia yako ni Sulemani. Na unamuona Daudi anamwambia haya maneno Sulemani ambayo hakuambia watoto wake wengine. Alikuwepo mtoto mzaliwa wa kwanza, hakuambiwa haya maneno. Alikuwepo mzaliwa wa pili, hakuambiwa haya maneno. Walikuwepo na watoto wengine, hawakuambiwa. Anakuja kuambiwa Sulemani. Kwa nini Sulemani? Kwa sababu Mungu anapokupa watoto anajua aina ya watoto aliokupa. Unanielewa ninachosema? Anampa experience ya huyu Mungu, kwa sababu Daudi ametembea na Mungu, anamjua. Anamwambia Sulemani mwanangu mjue Mungu wa baba yako. Sio Mungu wa mbinguni, wa baba yako. Sio Mungu wa Israeli, wa baba yako. Sio Mungu wa Wayahudi, wa baba yako. Sio Mungu aliyetutoa Misri. Mungu
wa baba yako. Kama angekuwa mama huyu angesema, Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa mama yako. Anampa experience. Anamwambia Mungu huyu anayesema mjue wa baba yako yeye hutafuta mioyo na anatambuaga mawazo. Kwa hiyo kuwa makini na mawazo yako, kuwa makini na moyo wako. Anatafuta, huwa anafanya uchunguzi, anaitembelea mioyo ya watu aone moyo ulio tayari kumtumikia. Alafu anasema ukimtafuta ataonekana kwako, ukimwacha atakuacha milele, atakutupa milele. Anasema huyu ndio Mungu wangu mimi, tabia yake. Kwa hiyo Daudi anampa experience mtoto wake, na kuishia kumpa experience. Wale watakaoenda kusoma ile mistari ya mwishoni kwenye ile sura ya mwisho, utaona alimuombea mtoto wake, anamuombea kwa Mungu, anasema Mungu mkumbuke mtoto wangu, akaweka na agano na Mungu, akamuombea. Ndio maana Suleiman alipokuja kufanya makosa, Mungu akamwambia hivi, ungekuwa ni wewe tu ningekuondoa, lakini kwa ajili ya Daudi baba yako sitakunyang'anya makabila yote, na kuachia kabila moja, na muachia mtoto wako kabila moja. Sitakuua wewe wala sitaupasua ufalme kipindi chako, kwa sababu ya Daudi baba yako. Wewe umeshindwa kwenda pamoja na mimi, wewe umeharibu, umevuruga, lakini kwa sababu ya Daudi baba yako nilimwapia sitakuangamiza wala sitapasua ufalme kipindi chako, ila adhabu hii itaangukia watoto wako. Hali ya kiroho ya familia iliweza kumlinda Sulemani, lakini Sulemani akaharibu hali ya kiroho ya familia, ikaleta adhabu kwa mtoto wake. Mandarabasha. Kama umenielewa sema amina. Wewe umewaambiwa maneno gani? Umjue Mungu wa wapi? Ndio maana mama, kijana, unatakiwa umjue Mungu kiwango ambacho, nilikuwa namwambia rafiki yangu mmoja, nikasema kama umeoa, mjue Mungu kiwango ambacho mke wako atakapoomba maombi alafu akaona kama vile Mungu asikii, alafu aseme Mungu wa mume wangu. Mandarabashanda. Afike mahali aseme Mungu. Hawezi kusema Mungu wa mume wangu kama hajawahi kumuona huyo Mungu. Hawezi kusema Mungu wa mume wangu kama hajawahi kuexperience. Umekaa naye unamwambia mke wangu, kaa nikuonyeshe Mungu wangu mimi aliyeniita alivyo. Ukamweleza, alafu ukamwambia muone anavyofanya. Unamwambia mke wangu, hata nyakati sintakuwepo. Ukiona umeomba ukaona hujajibiwa, hebu sema Mungu wa mume wangu. Kwa nini? Kwa sababu mume wake ni mtumishi. Unasema mwalimu, inakuaje? Unaongea kitu gani? Unakumbuka yule nabii ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu akafa akaacha deni? Unakumbuka? Unakumbuka yule mwanamke alipoenda kwa nabii aliongeaje lugha? Hakusema nabii nimekuja unisaidie. Alianza kwa kusema nabii, mume wangu alikuwa mtumishi, alimtumikia Mungu, lakini mume wangu amefariki, madeni yalibaki. Sasa hawa wanaotudai wamekuja kutaka kuchukua watoto. Maana yake anaenda kudai kwa nabii Mungu wa mume wake ambaye alimtumikia. Alipoongea tu mume wangu alikuwa mtumishi, lakini amekufa, ameacha madeni, na hawa watoto hawa wanataka kuchukuliwa. Saa ile ile kesi yake ikaisha. Kwa nini? Ameongea juu ya Mungu wa mume wake. Mnanielewa ninachosema? Ninaye pastor mmoja nampenda sana, tena ni MTAG. Mpaka leo anakiri aliyesababisha aokoke ni mke wake. Yeye alikuwa anacheza majoka na kulewa, na ni mzee sasa yule baba. Anasema mke wangu mimi aliokoka akawa mtu wa kanisani. Anasema kuna saa nilikuwa nikirudi saa 8 nimelewa, niko njui nimetoka disco kucheza. Yeye alikuwa anasema kucheza majoka. Anasema unajua sisi tulikuwa vijana wa mjini, kwa tumeoana tumechukuana tu, lakini mke wangu kaokoka. Anasema mke wangu namkuta anaomba, afu nikiingia hivi ananipokea kwa pendo, anakuambia mume wangu karibu, nimekuandalia maji kaoge. Mimi nimelewa. Anasema ilifika mahali ule upendo anaonionyesha na maombi anayoomba, nikifika karibu na nyumbani naanza kubadilisha step. Yana anajiandaa namna ya kuingia, tatanguliza mguu wa kulia au wa kushoto.
Alafu akifika karibu na mlango anaanza kuwaza, naingiaje? Mbona mimi ni mchafu? Alafu anasema nikaingia ndani. Anasema siku moja nimeingia ndani, nimekuta mke wangu amekaa anatabasamu, anasema karibu mume wangu. Anasema kidogo nimwambie shikamoo mke wangu. Anasema kwa sababu nilianza kumuogopa. Sio, mnanielewa ninachosema? Anamsema kwa nini anashuhudia vile? Mungu wa mke wake. Mungu alipita kwa mke wake, akamuokoa huyu pasta, akambadilisha mpaka akawa pasta, mpaka amekuwa mchungaji na kanisa kubwa. Haachi kushuhudia habari za Mungu wa mke wake. Wangapi wananielewa ninachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Haachi kushuhudia habari za nani? Mungu wa mke wake. Ndio maana kumbe unaweza kumtafuta Mungu alafu watoto wakaja kusema Mungu wa mama yetu. Kuna mtu ananielewa? Unanielewa? Mwalimu, unaongea hivi kwa ajili ya nini? Nataka nikueleze, Mungu akitafutwa huwa anapatikana. Jina la Yesu libarikiwe. Na kueleza, na kwenye familia ni hivyo hivyo, sikuelezea. Unasema mwalimu, kwa nini? Ndio maana usimkatie mtu tamaa maadamu bado anapumua. Ujue bado Mungu anaweza kushughulika naye. Kama umenielewa, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Sema Mungu ria hai, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako. Jioni ya leo umenipa neema hii ya kupokea maarifa haya. Ninakushukuru Bwana. Ninainua mikono yangu, ishara ya kunyenyekea, ishara ya kusalenda mbele za uso wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe unayajua maisha yangu, wewe unajua maisha yangu, unajua uzao wangu, unawajua watoto wangu, unajua kila kitu kinachohusiana na maisha yangu. Jioni ya leo nimesikia neno lako, nimeona namna ambayo nimepunguka Bwana, nimepungua sana kwenye eneo la malezi. Hata mimi mwenyewe sikulelewa sawasawa katika njia inipasayo, na wewe unajua Bwana, kuna namna ambayo inawezekana kabisa kama ningelelewa kimwili na kiroho sawa sawa na njia inipasayo Bwana, nisingekuwa hivi nilivyo. Lakini kwa msaada wako umenitunza hata hivi leo, umenisaidia kufika leo, umenipa na neema hii. Mungu ria hai, ninainua mikono yangu nikiomba rehema. Ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema kwa ajili yangu. Nirehemu Bwana, nirehemu Bwana, nirehemu Bwana. Inawezekana kabisa kuna wakati Bwana uliongea na mimi ukanihimiza katika jambo hili, lakini sikufanya sawa sawa na mapenzi yako. Jioni ya leo nimeinua mikono yangu, ninaomba toba, ninaomba toba kila aina ya udhembe niliouonyesha mbele ya macho yako. Ninaomba unisamehe, ninaomba toba, ninaomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nirehemu Bwana, nirehemu Bwana, nirehemu Bwana kwa damu ya Yesu. Ulipokuwa tayari kunijulisha ile potential, ule uwezo, vile vipawa, zile kalama, kile kipaji ulichoweka ndani yangu, sikuwa tayari kukusikiliza Bwana. Jioni ya leo
ninaomba rehema, ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Nirehemu e Bwana, nifungulie mlango mwingine wa kuvuka kwenye eneo hili kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nifungulie mlango mpya kwa ajili ya uzao wangu, kwa ajili ya familia yangu. Nisiishi kama kipofu, nisiishi kama kiziwi. Ninaomba neema yako kuanzia jioni ya leo. Ninaomba neema yako, ninaomba neema yako, ninaomba neema yako. Unitoe Bwana kwenye eneo lolote ambalo nimelala usingizi. Uniamshe Bwana kwenye eneo la familia, kwenye eneo la malezi. Niamshe Bwana, niamshe Bwana, niamshe Bwana, niamshe Bwana, niamshe Bwana, niamshe Bwana, niamshe Bwana. Fungua macho yangu yapate kuona kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jiombe dakika moja.